tutakazana vilivyo kuhakikisha kwamba baada ya miaka hii 5 ambayo sasa tuko nusu, tutajibu maswali yote ya ile ahadi ambayo tumetolea wananchi. Jambo la mwisho tunataka kuwauliza viongozi, tukae kwa amani na tusikubali nchi yetu ipate kutenganishwa kwa misingi yoyote ile, ikiwemo misingi ya dini, misingi ya kikabila, misingi ya umri, misingi ya jinsia. We must protect the unity of Kenya by all means possible. Lazima tubaki na taifa moja ambao limeshikana. Hakuna mtu aliandika barua atazaliwa akiwa kabila gani. Na sisi zote ni wa Kenya. Na nyinyi Wakamba mnajua watu wetu wengi wanaishi nje ya Ukambani. Wengine Mombasa, ni kweli si kweli? Wengine Taveta, kweli si kweli? Wengine Garissa, kweli si kweli? Kwa hivyo muko na jukumu ya kuhakikisha kwamba taifa letu liko na mshikamano, liko na umoja. Ndio watu wetu ambao walizaliwa hapa Ukambani lakini wanafanya kazi nje, wakuwe salama kule wako na waishi vizuri na majirani wao, kwa sababu kule wako ndio kwao. Ni kweli si kweli jameni? Kwa hivyo msiletewe mambo ya ukabila. Wacha kila kiongozi auze sera yake, na mimi naomba viongozi wote wakuwe na heshima. Unakuwa na heshima na viongozi wengine na unakuwa na heshima pia na wananchi. That is how we will build a good country. Naona viongozi wengine wanakosea viongozi wengine heshima. Naona viongozi wengine wanakosea wananchi heshima. Mimi nawasihi kama naibu rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi naomba wa Kenya sisi zote tuishi kwa amani, umoja, tupendane na tuheshimiane. Na heshima sio utumwa. Ukiona heshima usidhani huyo mtu hana namna ya kuwa na madharau. Ni vile ni vizuri kuwa na heshima baina yetu. Kwa hivyo mimi nikiwa hapa najisikia niko nyumbani. Mnajua ni musi kalande musi. Si huko ni nyumbani jameni? Unajua ndugu yangu mkubwa Kalonzo wakati yako huko Tharaka Nithi na Meru anasemanga yeye musi. Anasemanga ako nyumbani na tunakubali, hatuna problem. Hakuna mtu amemwambia hayuko nyumbani. Sasa mimi nikiwa hapa niko nyumbani ama siko nyumbani? Si niko nyumbani jameni? Si unaona hata vile naongea kwa starehe? Mtu anaongea kwa starehe akiwa nyumbani. Kwa hivyo tukae hivyo. There is no problem. Na siasa isilete uadui na chuki na vita. Tusikeleleshe wananchi. Tusiwe na kuchemsha wananchi kuchukiana, kutupa mawe, kupigana, kwa sababu hatuna nchi nyingine. Siasa tu ni mashindano tukitafuta uongozi. Mwenye anapata anashukuru Mungu na ana make sure watu wote hata wale hawakumpigia kura anawasaidia kwa sababu ni wa Kenya. Na wanawashughulikia kwa sababu yeye ndiye kiongozi wetu sisi zote. Na ule ambaye hajapata safari hii pia asiwe na chuki. Angoje labda siku nyingine pia Mungu atamkumbuka. Ama namna gani Mbaito? Si namna hiyo? Ama mlitaka nikuje hapa kuchochea wananchi hapa? Sasa tuende hiyo barabara. Na mimi najua ya kwamba safari hii mimi mahali tutaingia pamoja na Wakamba wote, kwa sababu safari hii hatuwezi kukubali ati tuende tofauti. Sisi tutaenda safari moja jamani. Kwa hivyo nataka niachie hapo. Once again nishukuru Caleb kwa kunilazimisha kufika hapa in person. Nilikuwa nimetumana, Caleb akaniamrisha, akaniambia leo ni leo, na nimesalimu amri. Si mimi ni mtu mzuri na salimu amri ya mbunge wenu jameni? Ama namna gani? Unajua, wacha tu niseme. Unafikiri Caleb anaweza amrisha kila mtu? Si kuna wengine walikuwa deputy president. Caleb angewaamrisha wakuja hapa wakuje? Hawezi, watamwambia wewe ni nani?
Lakini mimi niko na heshima sana na viongozi. Caleb akitoa amri, mimi naheshimu. Mimi naheshimu viongozi walio wakubwa kwangu, naheshimu viongozi walio wadogo kwangu, naheshimu pia wananchi. Ama namna gani? Nimefanya vizuri kufika hapa? Nirudi siku ingine? Nimekaribishwa hapa tena? Wacha nione kwa mikono wale wanasema nimekaribishwa. Najua rais alikuwa ametumana hapa kwa sababu hata mimi nilikuwa nimetumana. Lakini nataka tu mniambie vile nimefika na nitamuongelesha jioni. Nimpatie salamu zenu watu ya Machakos. Nipatie rais salamu zenu. Na nimwambie atembee hapa. Rais atembee asitembee. Atembee asitembee. Wacha nione kwa mkono wale wanasema rais atembee hapa. Ala, sasa watu ya media muone vile Machakos imesema. Hii ni public participation. Na kwa hivyo mimi kwa sababu viongozi waliongea wakatoa, mimi nataka niseme ya kwamba iko tu amri moja imebaki. Kabla ya hiyo amri niseme hii mambo ya kusimama na wanabiashara wadogo wadogo ni kazi nzuri. Wale viongozi ambao mumeketi nyuma yangu, kuna watu wana lugha ya madharau wakiona tunachangia kidogo kidogo kusimama na wananchi, wanasema ati tunahonga wananchi. Hii ni hongo? Tumekuja hapa kuwaonga? Ukituangalia hivi tunakaa watu wa kuonga watu? Si tumekuja kusimama na wananchi jameni? Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Wangapi wanasema hii program iendelee, hii program iendelee? Sasa ile amri ya mwisho ambaye sikuwa nimesalimu, mulisema niongezee pesa ile ilifika hapa. Na nimekubali. Si nilisema niko na heshima na nyinyi jameni? Bora isifike ya yule. Si namna hiyo? Si namna hiyo? So niongeze 10,000. 20,000. 35,000. Si nilitoa milioni 2 jameni? Mbona hamna huruma watu ya Machakos town? 100,000. 100,000. 150. 160. Wacha niongeze 1,500. Si namna hiyo? Si unaona mimi ni muungwana? Si mimi nimefanya vile mmesema? Na mimi siku ingine nikiwaambia tufanye vile nataka, mtakubali? Mtakubali? Wacha nione wale wanasema pia. Sasa wacha tufungiwe, wacha wale MCAs ambao wasimame hapa tuwaone. Speaker kuja uonekane hapa speaker, na kama MCAs wako waseme majina. Kuja speaker, Madam Speaker. MCAs waseme majina, tufunge mkutano. Tunafunga mkutano. MCA Speaker, Madam Speaker, sema jambo on behalf of MCAs. Sema jambo on behalf of MCAs na utaje majina yao.